Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili tuweze kuleta matokeo mazuri. Ukiwaza mabaya, utakula matunda hayo. Hakuna kinachotoka kwenye kinywa chako kama hakijatokea ndani yako. Yesu alisema hivi, akasema anachokula mtu kinachomwingia ndani sio kinachomtia unajisi, ila kimtokacho mtu ndicho kimtiajo nini? Unajisi. Na kinachomtoka mtu ni maneno ya kwenye ulimi wako, midomo yako. Kwa kama ndani kuna ubaya, utatoa ubaya. Kama unawaza mabaya, Mungu atajibu mabaya yako unayoyawaza. Hivi unajua Mungu anaweza akampotosha mtu. Mungu anaweza kaja akitaka kumwokoa, atakuja atakuonya kwenye mambo mengi, kama hapo unafanya hivi, unavyofanya hivi, unafanya. Sasa ukifululiza kuwa mkaidi katika kila ambacho anachokuwa anakuonya Mungu, Biblia inasema kwamba akawaacha wakayafuata mawazo yao wakapotea. Kuna mahali Mungu anaacha watu wanafuata mawazo. Ndio maana yani mtakatifu yote inabidi ulinde mawazo yako. We need to pray always for our souls, kwa sababu humu ndani ya moyo ndio kunatoka hayo mawazo. Akaacha wakafuata mawazo yao wakapotea. Kwa hiyo kuna mahali Mungu akitaka anaweza kukuonya mara mbili mara tatu, akifuliza kukuonya usikii. Mimi niamini mimi hata ndoto zitabadilika. Utaanza kuota ndoto ambazo unadhani kwamba uko kwenye mstari, kumbe ulishachepuka siku nyingi na Mungu ameshakuacha. Kwa before we go, yani kabla tujaenda kwa Mungu na kumwambia Mungu wewe unajibu haja za mioyo, labda utengeneze moyo wako kwa Mungu. Haleluya. Ili ndani yako usiwepo chemchemi na sikuwepo ubaya, kwa sababu Mungu anajibu haja ya mioyo. Ukiwaza mabaya atatokea mabaya. Mimi nakwambia, kama ni mtu siku zote ambao ni mtu ambao umebeba negativity, yani maisha yako wewe umebeba hasi, hata matokeo atakaanza kutokea ni hasi. Wewe siku zote ukiwaona watu ni wabaya, kila siku unaona watu ni wabaya, huyu ni mbaya, huyu ni mbaya, huyu ni mbaya, hata matokeo yatakayotokea utakuwa, hata kama ni mtu mwema amekuja kwako kukusaidia, utaona ni mbaya, kwa utaona ubaya. Haleluya.